Karibu sana mpenzi mtazamaji na mdau wa filamu za Kitanzania katika chaneli hii pendwa inayokuletea uchambuzi wa kina wa kazi bora za sanaa. Kabla hatujaanza kuzama ndani ya bahari hii ya simulizi, chukua sekunde moja usahau matatizo yako, kisha ungana nami kwa kucomment, kushare na kusubscribe ili uwe wa kwanza kabisa kupata kila kazi mpya tunapozitoa kwa ajili yako. Moja kwa moja, bila kupoteza hata dakika moja, tuanze uchambuzi wa movie yetu ya kusisimua na yenye mafunzo mengi ya Big Boss. Tukizama katika episode ya 28 hadi ya 29, tuone ni mambo gani mazito ya kushtua na yenye kuumiza hisia yataenda kutokea katika safari hii ya kusaka utajiri wa haraka na siri nzito za gizani ambazo Kaniki na wenzake wamezificha kwa muda mrefu. Mwanzoni kabisa mwa picha hii yenye mvuto, tunamuona Sikitu, mke wa Kaniki, akiwa katika hali ya sintofahamu, shauku kubwa na hofu inayomtesa ndani ya moyo wake. Akiwa amevalia nguo yake nzuri sana ya rangi nyekundu iliyokolea, inayozidisha ule uzuri wake wa asili na kumuonyesha kama Black Beauty halisi mwenye mvuto wa kipekee, anashindwa kuzuia hisia zake za kudadisi mambo ya mume wake. Sikitu anachukua ufunguo kwa siri kubwa, akijaribu kunyata kama paka ili asisikiwe, na kuelekea katika kile chumba cha siri ambacho kimepigwa marufuku tangu siku ya kwanza wanaingia kwenye mjengo ule. Chumba hicho ni mwiko kwa mtu yeyote kukanyaga, iwe mke, ndugu au mfanyakazi, na Kaniki ameweka onyo kali dhidi ya yeyote atakayejaribu kufungua. Sikitu anajaribu kuingiza ufunguo na kufungua mlango ule kwa tahadhari ya hali ya juu, huku moyo wake ukidunda kwa kasi mithili ya ngoma ya vigodoro, lakini ajabu ni kwamba mlango haufunguki kabisa, unagoma kana kwamba kuna nguvu ya giza au kufuli la kiroho linauzuia kwa ndani. Pamoja na hali hii ya kufukuzia siri, Sikitu amekuwa mke bora sana katika mazingira yake ya ndoa na Kaniki, akimvumilia na kumfariji mume wake, lakini kiu ya kutaka kujua ukweli kuhusu dokumenti za siri inamfanya aonekane kama mpelelezi asiyechoka ndani ya kasri lao la kifahari ambalo limejaa harufu ya usaliti na siri nzito za kichawi. Upande wa pili, maisha ya tajiri Matula yanazidi kuwa ya simanzi, fedheha na unyonge wa hali ya juu ambao haujawahi kuonekana kwa mwanaume mwenye ukwasi mkubwa kiasi kile. Tunamuona Matula akiwa kifua wazi, ameketi ukingoni mwa kitandani kwake akiwa na mke wake, wakijaribu kufanya tendo la ndoa ili kutimiza haja zao za msingi za kibinadamu, lakini jambo hilo linashindikana kabisa na kuleta aibu isiyoelezeka. Siri kubwa na ya kusikitisha hapa ni kwamba Matula si mwanaume aliyekamilika kiutendaji, na hii ni kwa sababu katika kile chama chake cha utajiri Freemason alichojiunga ili kupata mali za haraka, alipewa sharti gumu, la laana na la kudhalilisha la kuwa shoga, yani kufanya kama mwanamke katika ulimwengu wa roho na kimwili. Hali hii imeharibu kabisa mfumo wake wa kiume na kumfanya iwe ngumu kwake kusimamisha mtalimbo na kufanya mapenzi na mke wake mrembo Chii, jambo ambalo ni dharau kubwa kwa mwanaume yoyote. Jambo hili linapelekea hadi mke wake kushangaa sana na kupata bumbuazi, akijiuliza kwa nini mume wake mwenye nguvu, afya na pesa nyingi anashindwa kutimiza wajibu wake kitandani. Lakini kwa siri sana, Matula alikuwa tayari ameshaharibu wanaume wake kwa ajili ya anasa za dunia na magari ya kifahari. Basi mke wake, kwa maneno ya upole na ya kumfariji, anamwambia kuwa labda bado mtalimbo wake haujanizoea mazingira, na labda siku moja mambo yatabadilika na watafanya kama kawaida. Anamsisitiza kuwa asijifosi sana, maana utaumia bure na unauchosha mwili wako, jambo ambalo linamchoma Matula kama mkuki moyoni. Basi kwa maneno matamu hayo ya faraja, Chii mkewe Matula anavuta shuka lake katika usiku huo mnene na kupumzika, huku Matula akibaki ameduaa akitafakari kile kilichoweza kutokea ndani ya usiku huo na jinsi gani utajiri wake wa masharti unavyomtesa, kumdhalilisha na kumnyima furaha ya kweli ya ndoa. Sini yetu ya Kaniki na mke wake inaendelea na inazidi kusonga mbele kwa kasi ya ajabu, huku hali ya hewa ikizidi kuwa nzito ndani ya nyumba yao. Tunamuona Kaniki akiwa amemkuta mke wake Sikitu akiwa bado anahangaika kule mlangoni, akijaribu kwa nguvu zote kufungua kile chumba cha siri, na hapo ndipo Kaniki anapopandwa na mori, hasira na ghadhabu, kisha anaanza kumlalamikia mke wake kwa ukali sana kwa nini anafanya vile wakati anajua wazi kuwa ameshakatazwa mara nyingi mno kutoingia wala kukisogelea chumba hicho. Ama kweli, utajiri wa masharti hauna faida yoyote katika maisha ya binadamu, yani ni mateso ya hali ya juu, mashaka na balaa lisiloisha ambalo linaondoa amani ya familia. Na washauri vijana wenzangu, tunapotafuta utajiri, tusitumie njia za mkato, kwani utajiri wa kweli ni hatua na mchakato mrefu, na sio jambo la kutokea tu kwa siku moja kama ndoto. Kama ambavyo wataalamu wa lugha ya Kimombo wanavyosema kuwa wealth is not an overnight dream but it's a process. Pamoja na hayo yote, Sikitu mkewe Kaniki analalamika kwa uchungu mkubwa na kudai kwamba mume wake akiingia katika hicho chumba huwa anaongea na mishangazi na wanawake wa siri kama kina P9, na anaamini kabisa kuwa hao ndo chanzo chake cha utajiri baada ya kuunganishwa na tajiri Matula kwenye hiyo mitandao ya mishangazi matajiri. Anahoji kwa uchungu kwa nini utajiri wao uwe wa haraka kiasi hicho, na kwa nini mume wake ameweka kuta za siri kati yao.
Baada ya malumbano hayo mazito, Kaniki akamsisitiza mke wake kwa sauti ya mamlaka kuwa asithubutu tena kujaribu kuingia kwenye hicho chumba, kwani madhara yake ni makubwa. Kaniki akamuuliza kwa ukali, "Ni nini kimekufanya uingie kwenye hicho chumba? Maana wewe mwanamke umekuwa mfukunyuku sana siku hizi." Naye Sikitu akamjibu kwa sura yenye machungu, huzuni na ghadhabu nyingi, akasema kuwa ni mwanamke gani anaweza kuishi kwenye nyumba yenye vyumba vyote kisha akazuiwa kimoja tu. Alisema alijua tu kile mume wake anachokifanya, akidai kuwa huwa anachati na wanawake wengine, halafu anasingizia kuwa chumba hicho kina nyaraka muhimu sana za kiofisi. Lakini msimamo wa Kaniki ukabaki pale pale na thabiti, kwamba asionekane mtu yeyote, iwe ni mke wake, mfanyakazi au mgeni yoyote, akichungulia kwenye kile chumba, maana kitamlamba, akimaanisha kuwa nguvu zilizomo ndani ya chumba hicho zinaweza kutoa uhai wa mtu yeyote atakayekiuka amri hiyo. Na kukumbusha tu kusubscribe katika channel hii ili usipitwe na uhondo wa movie kali kama hizi kutoka hapa nchini kwetu Tanzania, ambapo tunazidi kusonga mbele na uchambuzi huu murua. Upande mwingine tena, ndani ya jumba zuri la kifahari lenye kuvutia na taa za rangi zinazong'aa mithili ya nyota mulilimuli, tunamuona tajiri Tony akiwa na ndugu zake ambao wamekuja kwa nia ya upatanisho. Ndugu zake Tony wamekuja kuomba msamaha wenyewe bila kulazimishwa baada ya kukosana naye vibaya huko Uswahilini kutokana na tofauti za kimaisha na mitazamo. Kaka mkubwa anaanza kuzungumza kwa unyenyekevu akisema kuwa wamekuja pale kwa lengo la kumuomba msamaha, na hata kama Tony haji kwenye misiba ya familia kwa sababu ya kazi zake, hiyo kwao haina shida tena, maana wanatambua kuwa pesa zote za kumzikia dada Hanifa yeye ndiye aliyetoa kwa ukarimu mkubwa. Anasema kwa lugha ya picha kuwa hata kama Tony asipokuja, mfu atazikwa tu kwa heshima, na akija atazikwa vile vile, kwa hiyo Tony amejitolea vya kutosha. Kaka mkubwa anasema amekuja kuomba radhi kwa kile kilichotokea kijijini na jinsi shangazi zao walivyomfukuza Tony kwa dharau, wakiamini yeye hana lolote. Wanamsihi Tony asahau yaliyopita na wagange yajayo kwa ajili ya mustakabali wa familia yao. Pia kaka mkubwa akamtambulisha wageni wapya aliokuja nao ili waishi hapo kwa Tony, wapate unafuu wa maisha, chakula kizuri na malazi bora kuliko yale maisha ya tabu na msongamano ya Uswahilini. Kati ya wageni hao walikuwepo kijana mdogo aitwaye Athumani Meo, na kaka mkubwa bila kuficha alimuonya Tony kuwa huyu dogo ana mkono mrefu, yani ana tabia sugu ya wizi, kwa hiyo ni lazima Tony akae naye kwa umakini wa hali ya juu. Anasema hata akiamka asubuhi akakuta kuna kitu cha thamani kimepotea ndani ya jumba hilo la kifahari, basi asitafute mchawi, bali amkamate Athuman, maana ndiye bingwa wa kuchukua bila idhini. Baada ya maelezo hayo marefu, kaka mkubwa akawachukua wageni wale kwa ajili ya kwenda kuwaonyesha kila mtu chumba chake ambacho atakuwa analala pindi watakapokuwa pale kwa Tony. Tony naye akiwa na mshangao mkubwa na wasiwasi moyoni mwake, aliamini kabisa kuwa kwa sababu ya kukosana na ndugu zake hapo awali, basi hiyo ingekuwa njia bora ya yeye kuishi maisha ya upweke wenye furaha, anasa na malika wa duniani, yani wale mademu wakali na warembo wa mjini ambao angetaka kuwaingiza ndani wakati wowote. Kwa hiyo yeye aliwasamehe ndugu zake, japo alikuwa hana furaha ya kweli ndani ya nafsi yake, maana alijua sasa watakuwa kero na watakuwa wanamsumbua kwa mahitaji mengi ya ndani na ya familia yao huko Uswahilini kila siku. Upande wa bahari yenye upepo mwanana, sauti ya mawimbi yakigonga miamba na mazingira tulivu kabisa ndani ya jiji hili la Bongo, katika fukwe zenye mvuto wa kipekee kama zile zilizoandikwa kwenye vitabu vitakatifu vya Biblia, yani kando ya mto Yordani na bahari ya kioo huko mbinguni kwa Baba penye amani ya milele, tunamuona tajiri Matula na rafiki yake wa karibu wakizungumza kwa kina sana. Wanajadili kwa uwazi kuhusu mapenzi yalivyo matamu na jinsi Mungu alivyoumba utamu wa ajabu wa ile kitu katikati ya mapaja ya mwanadamu kwa ajili ya starehe na uzazi. Na katika hali ya kusikitisha, rafiki yake anamshauri Matula kwa kumuuliza swali la kizushi: kwa nini amempenda yule mwanamke Chii wakati anajua wazi kuwa jogoo wake hapandi mtungi? Anamwambia Matula kuwa kwa hali yake hiyo anajidhalilisha tu, na kwa nini asichanane kabisa na mambo ya mapenzi ili abaki na heshima yake ya utajiri. Matula anajibu kwa unyonge na sauti ya kukata tamaa kuwa tayari yule mwanamke ameshampenda kwa moyo wake wote, na wakati mwingine anatamani kabisa kufanya mapenzi kama wanaume wengine, lakini uwezo wake wa kiume umeyeyuka. Hapa tunajifunza kuwa utajiri wa njia za mkato mwisho wake ni aibu, udhalilishaji na majuto ya kudumu moyoni ambayo hata pesa haziwezi kuyafuta. Rafiki yake akamshauri kuwa kama amewahi kusikia dawa inayoitwa Viagra, basi hiyo ndiyo inaweza kuwa mkombozi wake. Matula akajibu ndiyo, alishawahi kusikia habari za dawa hiyo. Basi rafiki yake akamwambia ajaribu kuitumia dawa hiyo kwa siri, na labda ndiyo itakuwa suluhisho pekee la kuondoa ule unyonge na ushogo aliopandikizwa na mashetani wa chama chao cha utajiri, ambao wengine huuita Freemason au chama cha giza. Wakati huo huo mambo yanazidi kuwa moto. Mke wa Matula, Chii, bila huruma anamleta kijana aitwaye Kiulizo, ambaye ni mpenzi wake wa zamani, ndani ya lile jumba la kifahari lenye kila aina ya raha na neema, yani paradiso ya duniani.
Chi anataka kuonja utamu wa mapenzi ambao mume wake ameshindwa kumpa, lakini Kiulizo, akiwa na hofu ya mazingira na heshima ya mke wa mtu, anagoma katakata kufanya tendo lolote, akisema kuwa kukaa pale ni kujiingiza kwenye fedheha na matatizo makubwa ambayo yanaweza kugharimu maisha yake. Baada ya hayo matukio ya kusikitisha, anaonekana Mr. Mkango akiwa anatoka hospitali kumjulia hali mama yake na Clam Vevo, akiwa amevalia suti nyeusi iliyonyooka vizuri na yenye gharama, huku akisogea karibu na gari lake la kifahari kwa ajili ya kuondoka eneo lile. Lakini ghafla anakutana na kijana mmoja aliyevalia kofia nyeusi akimkaribia Mr. Mkango kwa heshima na kuanza kumshukuru sana kwa ukarimu wake wa kumpa msaada wa milioni 5 kwa ajili ya kumuuguzia mama yake aliyekuwa anaumwa vibaya sana na kulazwa. Kijana huyo anasema kwa sauti ya shukrani kuwa bila msaada wa Mkango asingeweza kulipa gharama za hospitali na labda mama yake angekufa mapema. Mkango akamuuliza kwa sauti ya upole ya kinafiki, "Vipi mama, anaendeleaje kwa sasa?" Kijana yule akahuzunika sana, machozi yakimlengalenga, kisha akajibu kuwa mama yake tayari ameshafariki dunia na hayupo tena nasi. Mkango, huku akijua fika kuwa yeye ni sehemu ya chama cha giza kinachochukua uhai wa watu kama sadaka ya utajiri, anajibu kwa sauti ya huzuni, "Mungu amlaze mahali pema peponi mama huyo." Lakini ukweli ni kwamba Mkango, Clam Vevo, Matula na Tony ni washirika wa chama kile kile cha utajiri wa damu, ambapo Mkango anatumika kutoa misaada yenye sumu ya kifo, na yoyote anayepokea msaada wake huwa anapoteza maisha muda mfupi baadaye kama sehemu ya masharti ya utajiri wao. Wakiwa katika mazungumzo hayo, kwa mbali anaonekana Zumba Boy akiwa na mke wa mchungaji wakielekea hospitali kumuona mama Clam Vevo. Mke wa mchungaji baada ya kumuona Mkango, ambaye anajulikana kwa utajiri wake, akabidi asimame ili azungumze naye kwa ukaribu. Akamsalimia kwa heshima na kuanza kujitambulisha kuwa yeye ni mke wa mchungaji wa kule kijijini, kisha akamuomba amsaidie namba ya simu ya Clam Vevo, maana walipotezana mawasiliano kwa muda mrefu. Mkango akamjibu kwa dharau ya chini chini kuwa kwa sasa hawezi kuonana na Clam na wala namba yake hawezi kumpa hovyo. Mama mchungaji, akionyesha tamaa ya wazi ya mali, akasisitiza kuwa alikuwa anataka amuunge mume wake mchungaji kwenye kile chama cha utajiri na nguvu ili na wao waishi maisha ya kishua. Na kama ikishindikana kwa mume wake, basi alimuomba Mkango amuunge hata yeye mwenyewe, maana yuko tayari kuwa tajiri kwa gharama yoyote ile, hata kama ni ya giza. Mkango akamjibu kuwa kwa sasa hawaunganishi watu wapya, lakini mama mchungaji alisisitiza sana, huku akipiga magoti na kunyenyekea kama anamwabudu Mungu, akimuomba Mkango amsaidie apate utajiri huo. Hatimaye Mkango alimsaidia kwa kumpa namba ya simu ili baadaye